ya kuishauri serikali yetu sikivu. Tulipopata uhuru wa bendera mwaka 1961, baba wa taifa alikuwa na mtihani bado wa kupiga vita maadui watatu. Nafahamu ujinga, umaskini na maradhi. Je, tumefanikiwa kwa kiwango gani kupiga vita maadui hao? Kuhusu adui ujinga, tutafakari juu ya adui ujinga. Ukitaka kumdhibiti vizuri adui mpaka umfahamu. Sipomfahamu anakumaliza. Fahamu ratiba zake, mwenendo yake, namna yake ya kula na nini, ufahamu vizuri. Sije kama huyu adui ujinga tumemfahamu. Kuna bango katika lango la chuo kikuu fulani huko Afrika Kusini, linasomeka hivi, na nukuu: ukitaka kuangamiza taifa lolote bila kumwaga damu, huhitaji kutumia silaha za nyuklia. Njia nzuri ya kuangamiza taifa ni kuharibu mfumo wa elimu na maadili. Ruhusu mbumbumbu waonekane wamefaulu na wasonge mbele hadi vyuo vikuu. Matokeo yake yatajidhihirisha baada ya muda. Mbumbumbu hao wakisha faulishwa kwa kupata vyeti feki, wagonjwa watafia mikononi mwa madaktari na manesi, majengo yataporomoka mikononi mwa wahandisi, pesa zitapotelea mikononi mwa wachumi, utu utapotea mikononi mwa viongozi wa dini na serikali, na haki itapotea mikononi mwa mahakimu na wanasheria. Mwisho kunukuu. Kuchezea elimu ni kuchezea amani, ni kuangamiza taifa. Mungu alionya watu wake kupitia kinywa cha nabii Hosea akisema, na nukuu, watu wangu wameangamia kwa kukosa maarifa. Mwisho wa kunukuu. Kutoka Hosea sura ya 4 aya 6. Juzi nilikutana na vijana wawili. Nilikuwa katika safari zangu, basi ghafla nikakutana na vijana wawili, nikaweza kudaka mazungumzo yao. Mmoja akawa anamuuliza mwenzake, je, umeshapata ajira? Mwenzake alijibu, sijapata. Sasa huu ni mwaka wa 8. Huyo rafiki yake akadakia kwa mshangao, wewe umekosa ajira kabisa kabisa, hata ajira ya walimu na ajira ya walimu umekosa? Akamcheka sana, akiwa na maana kwamba walimu ni ajira ya walioshinda, so wito. Fani ya walimu iheshimiwe na serikali, isinyanyapaliwe, irudishiwe hadhi yake. Kumbuka, mwalimu ndiye komando wa adui ujinga.
Mwalimu ndio komando wa adui ujinga. Asipoandaliwa vizuri, tutashindwa vita ya kumshinda adui ujinga, na tutaendelea kuliwa na mataifa mengi. Wahenga wetu wamesema wajinga ndio waliwao. Mwalimu hasa wa shule za awali na msingi awe amepata ushindi wa alama za juu kabisa, na alipwe mshahara unaolingana au kuzidi wa wabunge na mawaziri. Kwa sababu, kwa nini? Kwa sababu anafundisha na kulea madaktari, maprofesa, wahandisi, wachumi, analea viongozi wa dini na serikali, maaskofu na wanajeshi waweze kuja kutumia vizuri bunduki na silaha za kivita. Analea waandishi wa habari wasiandika habari za uongo hizi, si wanahitaji hizi ambazo hazina mshiko, hazina kichwa wala mguu. Analea na kufundisha wafanya biashara na wataalamu wote. Analea taifa na kada zote hizo. Mimi naunga mkono 100% sera mpya ya elimu ya kusoma hadi darasa la 10 pamoja na mali. Lakini naomba sera hii isimbane tu mtoto wa mkulima na mpiga kura. Wakati mtoto wa mheshimiwa mbunge aliyepitisha sera hiyo akaenda kusomea nje ya nchi, huko Marekani, Ulaya, Asia na Uchina, akitumia mshahara wake mnono, marupurupu na kinua mgongo ambavyo havina kikokoto. Naomba walimu waondolewe kikokoto kabisa. Narudia, watumishi wa ngazi za chini waondolewe kikokoto, waweze kuchapa vizuri kazi kwa amani. Pia serikali inapoendelea na utekelezaji wa sera mpya ya elimu, basi ruhusu shule binafsi ziwe na mitaala ya kimataifa, kupanua wigo, na shule binafsi ziingie ubia na shule za nje ya nchi au za kimataifa, kwani huko ndiko tunapata mapadre wa kimataifa. Mapadre ndio kufanya kazi kokote, watawa na wachungaji wa kufanya utume popote duniani. Hata na Tanzania pia wenyewe baadhi wataweza kusaka kwa urahisi ajira nje ya nchi, kama tunavyoona Wahindi wanakuja kusaka ajira huku Tanzania. Si kama kuna Mtanzania ameenda kusaka ajira India. Wapo? Ambaye ameenda kusaka ajira Uchina. Wako Tanzania? Kina Uchina wanakuja kusaka ajira huku. Wa Kenya, Waganda. Hiyo ndio kuhusu adui ujinga. Kuhusu